Namba 2, tulikuwa tumeomba mabarabara na mmesikia hiyo yote mmepewa. Lakini wakati tulikuwa tunaongea na His Excellency, kama vile nawaambianga tunaenda tunaketi tunashauriana mambo ya mbele, niliwaambia iko pali iko na shinda. Pali inaitwa Ngandure. Pale tunatoa mawe inaenda Embu County mpaka huko Central, pale tunatoa changarawe, hapo iko shinda. Nikamwambia barabara ya Keretire kwenda Ngandure kwenda Meka na kwenda Gachorere iangaliwe. Na His Excellency amesema amesikia. Mwegwa. Haya. Hiyo ingine nimemuomba sana. Watu wa Kiambere mwegoko. Mwenako. Kiambere. Your Excellency, watu wa Kiambere wanasema wapewe ACC. Wamekaa sana, and division ilikuwa created kitambo na ikupewa ACC. Your Excellency, nakuomba upewa watu wa Kiambere ACC ndio wakuwe na huduma ya karibu. Thank you. These are the components of the project that you're inspecting, sir. And we have the floating intake, we have the treatment plant, and the distribution network of 26.2 kilometers. We have the main storage tank at the hill up there, which is Manyare, which is at 500 cubic meters. And then the water will distribute. Becky. Basi watu wa hapa mbele, watu wa Embu, kwanza mimi nataka niseme asante. Sisi tunaunga mkono rais aendelee kuunganisha nchi yetu ya Kenya, kwa sababu hakuna jamii ambaye ni mgeni hapa Kenya. Jamii zote, kabila zote ziko na haki kuwa Kenya, na hii Kenya ni nchi moja. Na tusipochunga tunaweza haribu umoja wetu, tupate matatizo kama nchi zingine vile zimepata matatizo. Mnaunga rais mkono aunganishe nchi yetu ya Kenya? Rais, mnamuunga mkono aunganishe nchi yetu ya Kenya? Na mimi niseme hivi nikimalizia, nikiwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, kazi yangu ni kazi mbili. Ya kwanza, hiyo amri rais ametoa mambo mingi, amesema ifanyike, mambo ya stima, mambo ya maji, amesema idara mbalimbali sifanye mambo fulani. Mimi ndio mtu yake ya mkono kwenda kutafuta mawaziri, PSS na wafanyikazi wa serikali wale wanahusika kuhakikisha amri ya rais imetekelezwa. Si namna hiyo? Ama mnafikiri kazi yangu nyingine ni gani? Si ni kusaidia rais kusukuma barabara zetu, kusukuma maji na stima? Kuna kazi nyingine ya deputy president? Si ni mtu ya mkono ya rais? Na si ni kazi kubwa sana hiyo ya kusaidia rais? Si is a big job. Kwa hivyo wale wanatuambia ati sisi tupiganishe kelele watu hapa na kuchochea wananchi kuleta uhasama, wakome na waambiwe sisi tunajua kazi yetu. Si namna hiyo? Kuna watu walikuwa wanachochea watu hapa na kupiganisha wananchi kelele. We have no time
for divisive politics. The time we have is to build Kenya. And as the principal assistant of the president, my business is to expedite the development of Kenya, including the development of Embu, Mbeere South, and other parts of our country. Namna hiyo. I want to thank you. Kwa sababu kuna kiti ambayo ilikuwa yetu hapa, na nilikuwa na hofu kwamba unaweza kasirika upeleke kwingine. Lakini umeturudishia kiti ya waziri na umetupatia waziri Roko. Huyu jamaa, Your Excellency, huyu ni jamaa wa maana sana. Na akiwa Mbeere North, Mheshimiwa Roko, ukiwa Mbeere North, pia wewe ni wa Mbeere South, wewe ni wa Ronyenjes, wewe ni wa Manyata. Uketi hapo na usaidie Mheshimiwa Rais. Na kwa sababu umepatiwa Ministry ya Public Service, tunataka Huduma Center Keretire na Chicago. Watu waache kwenda mpaka Embu Town. Huyo mjumbe wenu Bwana Muriuki aliniambia kuna division inaitwa Kiambere. Ilitolewa lakini karibu miaka 10 hakuna ACC. Na aliniambia juzi, nikamueleza ya kwamba nikikuja Mbeere South nitakuja na ACC wa Mbeere Division. Sasa huyu kijana anaitwa Kirimba Nyambu. Yeye sasa ndio ACC kutoka leo wa Kiambere Division. Sawa sawa. Si munaona ni kijana barubaru. Atawezana na hiyo kazi sio? Bas, kijana sasa tuende kazini. Tumekubaliana. Na jana nimesema ya kwamba wale watu wa Comptroller of Budget wameambia counties ati wasitoe basari kwa watoto wetu wanaosoma. Lakini nimewaeleza mambo ya masomo ni kazi ya national government. Lakini national government haiwezi kufanya kazi hiyo peke yake. Tunataka tuunganishe national government na county government katika mambo yetu ya elimu. Na ndio mimi nimesema waziri wa elimu na Council of Governors waketi chini wiki ijayo wakubaliane tutengeneze ile concurrence inahitajika ndio watoto wa Kenya wanaolipiwa na counties basari waendelee kulipiwa, kwa sababu hakuna watoto wa Kenya wa national na hakuna wa county. Watoto wa Kenya ni watoto wa Kenya wote. Tumekubaliana jameni? Si tunataka watoto wetu wasome na tunataka wapatiwe basari. Hasa wale wa jamii chini kidogo, tusaidie kila mtu. Ndio kila mtoto apate nafasi ya kusoma. Sasa wewe SES na wenzako magavana mketi chini next week tukubaliane ndio muendelee kupatiana basari watoto wetu wa Kenya wasome. Wale wanasema tuendelee, nione kwa mkono. Wanasema tuendelee. Sawa sawa. Na mimi nataka niwaeleze watu wa Embu. Tumekubaliana, mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, nimesema ya kwamba Mungu anajua ni kwa sababu gani jamii zote ziko katika taifa letu la Kenya. Hakuna jamii iko Kenya kimakosa. Mungu ndio alipanga tuwe sisi wote hapa. Na kazi yangu kama kiongozi wa taifa ni kuunganisha jamii zote, kutoka pande zote, kutoka county zote. Watu wa Kenya wakae pamoja ndio tuweze kushughulika na mambo ya maendeleo, tuondoe chuki, tuondoe ukabila, tuondoe migawanyiko, kwa sababu umoja ni nguvu. Ama namna gani jameni? Si inasemekana umoja ni nguvu? Munasema tuungane ama tutengane? Niunganishe wa Kenya wote, kutoka jamii zote, kutoka pande zote, tushughulike na mambo ya maendeleo. Tusomeshe watoto wetu, tushughulike na kilimo, tuunganishe stima, tujenge barabara,
tuweke maji, Kenya isonge mbele. Hebu nione wala anasema kazi yote. Jameni, tumekubaliana, si ndio? Kuna wengine wanasema ati tugawane, ati hawa ni wa kabila hii, sijui hawa ni wa kabila ile, chama hii, sijui chama gani, sijui pande hii, sijui mlima, sijui kwa lake, sijui kwa ocean. Sasa tukienda hiyo barabara, si Kenya hii itasambaratika? Hiyo maneno tusikubali kabisa hiyo maneno. Ama namna gani jameni? Mnasema tuunganishe Kenya ikuwe moja na tusukume maendeleo kabisa. Na unajua siku ya siasa itakuja. Saa hizi ni saa ya kazi. Ama namna gani? Si saa hii kila mtu ashughulike na ile kazi amepatiwa. MCA ako na kazi yake, ashughulike. Mjumbe ako na kazi yake, ashughulike. Gavana ako na yake, ashughulike. Mimi niko na yangu, nishughulike. Siku ya mtihani ikifika, si nyinyi ndio mtasahihisha? Ama namna gani jameni? Si ndio? Ama namna gani? Si nyinyi ndio mtamaki kila mtu mnasema huyu amepita mtihani aendelee, huyu amegoga mtihani aende nyumbani. Basi tunasonga mbele na Kenya. Ama namna gani watu wa Embu? Tumekubaliana? Tuendelee namna hiyo. Saa hizi ni saa ya siasa ama ya kazi? Saa hii ni saa ya siasa ama maendeleo? Tushughulike na maendeleo. Bas mimi niko hapo. Na Professor Kithure Kindiki. And Your Excellency, let me tell you, mbele ya watu wa Mbeere, hawa ni watu wa maana. Mbeere South, Mbeere North na Embu County, sababu walisimama na sisi sana wakati wa uchaguzi. And it is only the people of Mbeere, the people of Embu, and the people of Kenya who can say whether President William Ruto is competent enough to be president. And the mere fact that President William Ruto is the president of Kenya today, that is a vindication that he is competent, he is capable to move Kenya forward, and those who doubt it should come to Mbeere and ask the people of Mbeere. Au sio? Si nyinyi ndio mnajua competence ya mtu. Unajua kuna wengine wanatishia, nitasimama president, ikifika uchaguzi unatoroka. Mwingine ukisimama unapata kura 2. Sasa kama mimi nikisimama president, mnaona nikipata kura ngapi saa hii? Si itakuwa kama 3. Si kuna wengine hapa pia namna hiyo. Lakini wakifika Nairobi kiburi mingi, William Ruto should not be president. William Ruto is the president of the Republic of Kenya, courtesy of the people of Mbeere, the people of Embu, and all the people of Kenya. Wewe rais, endelea na kazi yako, usisikize kelele zoea, endelea na kazi.